wanadamu. It's not called friendship. Haitwi urafiki. When me and you we relate, Wakati mimi na wewe tunahusiana, it is called friendship. inaitwa urafiki. But when man relates with God, Lakini mwanadamu akikuwa na uhusiano na Mungu, it is called worship. inaitwa ibada. Man can only relate with God in worship. Mwanadamu anaweza kuhusiana na Mungu tu katika ibada. Up here, Hapa juu there is a merciful God, kuna Mungu wa rehema, mighty mkuu and awesome. na yeye wa ajabu. On the earth, Hapa duniani there is man tunaye mwanadamu waiting for the mercies of God. akingojea rehema za Mungu. How will man access God? Mwanadamu atamfikiaje So Mungu he can access the mercies of ili God. kwamba aweze kupata rehema za Mungu? Only through worship. Ni kupitia tu kwa ibada. So worship Hivyo ibada was given by God na ilipeanwa na Mungu as the only method, kama mtindo wa pekee heavenly approved, ambayo imethibitishwa na mbingu, on which man can relate with God. ambayo kwamba wanadamu watahusiana na Mungu. Number two, Ya pili, on which man can speak to God. kwa njia mojawapo ambayo wanadamu watanena na Mungu. Number three, Ya tatu, approved communication, mawasiliano yaliyothibitishwa, approved imethibitishwa between God and man. kati ya wanadamu na Mungu, It's called worship. inaitwa ibada. So when you read down Hivyo ukipiga magoti chini and you pray, na uombe, it is called worship. inaitwa ibada. So when Jesus appears, Hivyo Yesu alipojitokeza, Yesu he selected 12. alichagua 12. Peter is one of them. Petro ni mmoja wao, Bartholomew. Bartholomew And many of them na wengine wengi who are wicked people, ambao walikuwa watu waovu, very bad people. watu wabaya kabisa. Peter was walking with a sword. Petro alikuwa anatembea na upanga. He selected bad people, Alichagua watu wabaya not known. wasiojulikana. When they came to him, Walipokuja kwake, the first question they asked him, swali la kwanza walimuuliza, Lord, Bwana, teach us how to pray. tufundishe jinsi ya kuomba. And Jesus told them, Yesu akawaambia, and when you na pray, wakati mtakapoomba. that prayer Hilo ombi is what they call communication between man and God. ndio kile inaita mawasiliano kati ya wanadamu na Mungu. So in the garden, Hivyo katika bustani, worship started. ibada ilianzishwa. And as they were worshiping, Wakati walikuwa na Mungu, they were given strict instructions walipewa maagizo kali kabisa by the Lord. na Bwana, And as long as they were obeying, na ilikuwa uwepo wa Mungu. and I have told you, Na nimewaambia, the only thing that has capacity, kitu cha pekee kilicho na uwezo, the only practice mtindo wa kazi ya pekee that has capacity ambacho iko na uwezo to keep the presence of God in your life. wa kuhifadhi uwepo wa Mungu maishani mwako. Let me say again, Wacha niseme tena, the only practice ile muundo ama kitu cha pekee that has capacity ambacho kina uwezo to keep man, wa kumhifadhi wanadamu, the sinful man, wanadamu mwenye dhambi, the wicked man, wanadamu uovu, the only thing that has capacity kitu cha pekee kilicho na uwezo to keep man in the presence of God, kumhifadhi wanadamu katika uwepo wa the Mungu, holy presence of God, uwepo mtakatifu wa Mungu, is worship. inaitwa ibada. Worship will keep you in the presence of God. Ibada itakuhifadhi katika uwepo wa Mungu. I say, Ninasema worship is a life lived in the presence of God. ibada ni maisha yanayoishi katika uwepo wa Mungu. Now look, Nitazame inside the garden, ndani ya bustani, they worshiped well waliabudu vizuri until that worship was interrupted hadi ibada hiyo ikakatizwa by the enemy, na adui by bringing another instruction. kwa kuleta